Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, shalom. Leo ni mardi le 10 mwezi wa 3 2026. Tunashukuru tena Mungu mwenye kutujalia neema kuona tena siku ya leo. Jina lake litukuzwe milele. Yeye anastahili sifa na maabudu. Tunaendelea na somo letu yenye tulianza ya kusema mtu anapana tu enye alicho nacho. Hakuna mtu mwenye anapanaka kitu kenye aana. Tuko pale kwa Matendo ya Mitume 3 verse yake ya 6. Nilisema kama unataka kusikia vizuri unaanza kuverse ya kwanza mpaka kuverse ya 11. Mtu atapana tu enye iko nacho, hauwezi pana enye hauna. Donc historia yenye tuko ndani ni historia ya Petro na Yohana. Walikuwa naenda kwa hekalu siku ya maombi, wakakuta mtu mwenyewe alikuwa anamtia pale kiwete, alikuwa anaikala pale kila siku ya maombi. Pale iko pale, donc alikuwa analomba pesa watu wote wenyewe wako naingia kwa hekalu. Lakini hiyo siku ilikuwa siku yake ya bahati, tunasema hivyo, siku yake ya neema. Siku ilikuwa siku yenye alibadilisha historia ya maisha yake. Anaona Petro na Yohana wanakuja, anatia mkono kwa kuwaomba pia waombe pesa giza alikuwa naomba wengine. Lakini Petro akamwambia hivi, sisi hatuna dhahabu au pesa ya kukupatia, enye tuko nacho tunakupatia. Kwa jina la Yesu Kristo simama. Na huyu mtu akasimama na historia yake inabadilika. Historia ya maisha ya huyu mtu ikabadilika. Kuanzia hiyo siku Petro akamwambia simama kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu ina uwezo. Hiyo ndio jina, hiyo ndio kitu kenye sisi tutapana kwa watu kama wa Kristo. Tunatangaza Yesu Kristo njoo iko ndani yetu. Mtu anapana tu enye alicho nacho. Hauwezi kupana kitu kenye we hauna. Ndugu yangu mpendwa, watu leo wanapana vitu vyenye havistahili kwa watoto wao. Huko watu wenye wako na matabia zibaya wanapana kwa watoto, na watoto wanatembea na hizo tabia. Donc mtu anapana tu alicho nacho. Ukikuwa na tabia mbaya, watoto wako watapata tabia mbaya. Ukikuwa na tabia nzuri, watoto wako wataenda na tabia nzuri. Ukikuwa mtu wa kupatanisha watu, na hiyo watoto wako siku moja watayafanya. Ndio maana nilisema una mtu anapana tu alicho nacho. Petro na Yohana walipana kitu cha muhimu enye ilikuwa ndani yao, ilikuwa ya muhimu ya kubadilisha maisha ya huyu baba mwenye alikuwa kiwete. Akabadilisha maisha, akabadilisha historia ya maisha, akatoka kiwete akakuwa mtu mwenye anatembea na miguu yake, mwenye anaweza kujitafutia mwenyewe, mwenye anaweza kufanya vitu yeye mwenyewe bila tena mtu kumubeba. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, kuwa na kitu kenye utapana kwa watu enye itakuwa msaada kwa watu, enye itabadilisha maisha ya watu. Hiyo ndio Yesu alituita kubadilisha maisha ya watu. Na Mungu akubariki kwenye huko. Mungu akutendee mema na Mungu akutendee mema na kufanyia mambo makubwa. Basi tuombe pamoja. Baba, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, tunasema asante Yesu kwa neema na baraka yako. Tunasema asante Yesu, jua wewe ni mwema. Asante kwa matendo makubwa yenyewe unatenda kila siku kwetu. Asante Baba kwa mafundisho yenyewe ulitupatia. Mtu anapanda tu alicho nacho. Tunakushukuru Mungu kwa kutupatia hii neema. Baba, asante kwa kila mtu mwenyewe kunaniangalia. Jina lako litukuzwe katika maisha ya kila mtu. Baba, mkono wako uwe juu yao. Wewe ulisema tukufuate wewe Yesu Kristo, tukue mfano kwa wengine. Kwa jina lako Yesu Kristo, naombea wagonjwa wote wenye wako wagonjwa wapokee uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Wenye wako na mashida mbalimbali wapokee suluhisho kwa mashida zao. Wenye wanatafuta kuzaa pia wapokee kuzaa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba, aliyefungwa na vifungo vya familia bafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, ndio unaenda kufungua walio wako. Asante Yesu, ndio unaenda tenda mambo makubwa katika maisha ya watoto wako. Na bariki mchana wa leo, na bariki watoto wa Mungu wote popote kwenye wako, kwa jina lako Yesu Kristo mweza yote tunaomba hivyo. Amen.